Leo tunaenda kuanza movie yetu pendwa inaitwa Noa Mami. Tunaanza na hii familia hapa ambayo imetoka kwenye maisha magumu sana, yani maisha ambayo yenye changamoto nyingi, lakini ghafla mtoto wao wa kiume akafanikiwa na kupata kazi kwenye kampuni kubwa sana ambayo inamilikiwa na wazungu huko Lagos. Wakaamua kuja kuhamia Lagos. Inabidi atafute nyumba ikawa ndo kwa hivyo amekuja kuwaonyesha. Sasa hivi tutakuwa tunakaa kwenye nyumba kama hii, tutakuwa tunakaa huku. Familia ilifurahi sana sababu ndo mara yao kwanza kuja Lagos, ndo mara yao kwanza kuishi katika nyumba ambayo yenye hadhi kubwa, yani nyumba ambayo yani tuseme yani nyumba ya kitajiri hivyo. Wanafurahi, na huyu mwingine akaambiwa kwamba atapelekwa shule, atapelekwa chuo, na atapelekwa chuo cha private, yani chuo cha kulipia, sio vio vile vitu vya serikali. Hapana, chuo cha private. Akamwambia naye mama wewe nitakufanyia chochote unachotaka hapa ndani, au ukitaka nitakufungia biashara pia pamoja na mdogo wangu, ila wote mnabidi fanyaje, msome, mmalize mambo ya biashara yatakuja baadaye. Akasema mwanangu, mimi siamini, yani jamani. Wakaanza kuimba hapo, asante Mungu, Mungu ametenda, ichedema. Wakawa naimba. Sasa sijui ichedema wanamaanisha nini wa Nigeria hivyo. So na siku pili kaka na mdogo wake, huyu kaka anaitwa Johnson, na kaka na mdogo wake anaitwa Onyinye, ambaye mdogo wangu Onyinye, yani nimepata mwanamke. Sasa nataka uniambie ni vitu gani nimekambe yani nataka umnunulie mawigi, mnunulie sijui makeup, mnunulie sijui nini hivyo vitu. Asema nilijua tu utajua hivyo vitu, kwa pia nitamleta kesho tufanyaje, tuje kula naye chakula cha usiku. Akamwambia kwa nataka kumuoa. Akamwambia nisika nimuoe soon tu, yani nikishamleta hapa, nikishamkubali na muoa. Akasema sawa basi, nikampa mama taarifa. Ikabidi Onyinye aende akamuita mama yake na kaka yake, ambaye kaka leo kanaambia kwamba anataka aoe. Anataka aoe na kesho anamleta mwanamke tule naye dina hapa. Akasema inakuwaje hivyo? Ambivi ndio. Hivi mnajua nyinyi mnafurahi kitu ambacho hamuelewi. Mama sasa anawaambia mnafurahi kitu ambacho hamuelewi, kwa sababu huyu hapa akishaoa nyie wote ayo sijui mahesabu anawaambia, sijui mtaenda private school, sijui mtakula mnachojisikia, yani mtapata hela mnayotaka. Ayo yote kuwepo, kwa sababu mwanamke ndo atakuwa anamiliki kila kitu cha mwanaume, na mwisho wa siku tutanini tu tutaibiwa mali zetu. Kweli wakakaa na kuanza kupanga mipango ni nini wafanye. Kesho yake bro akaleta Mr. Johnson, akaleta huyo mwanamke ambaye alikuwa anamtaka hamlete. Kipindi nakula, amekaa hapo anakula, mbevi tuambie wewe, unajua wewe ni mzuri sana. Mbevi na chakula chenu ni kitamu sana. Mbevi wewe nimependa sana, nimekipenda sana. Mbevi niambie Jola, huyo mdada anaitwa Jola. Akamwambia naomba uniambie unafanya kazi gani? Akamwambia mimi nauza tu mawigi, ni designer pia na naweza karemba, kwa nipo hivyo. Akamwambia akawa anaongea basi tumbo linamuuma. Alishangaa, vipi imekwaje tumbo linaniuma ghafla tu? Akamwambia atuelewe, kwani mbona sisi wote tunakula hapa chakula kimoja, imekwaje tu tumbo liko? Akamwambia ndio hivyo, achana. Akabidi kwanza kuongelea sasa mambo ya ndoa. Ndoa hivi karibuni nitafanyaje, nitafunga, kwa sababu Jola ninampenda sana. Yani ni mwanamke ambaye hata nilipokuwa kipindi na shida yeye pia alikuwa ananisaidia. Mara ghafla Jola akaanza kutoa hewa chafu, yani tuseme kujamba, yani akaanza kujamba, mbele choo kipo wapi? Ikabidi wakamuonyeshe choo, yani wamuelekeze choo kipo sehemu fulani. Akashatoka chooni, watu wamemaliza kula. Ambaye samahani kwa kilichotokea. Akamwambia hamna shida, ni hali tu, lakini usiwazi, lakini inaboa mnakula alafu mtu anafanya mambo yake ajabu. Akamwambia basi mimi nataka niende nyumbani. Akamwambia poa, nenda, mimi sitokupeleka sababu sipo sawa. Akamwambia baba, lakini akawa kama sio mtu ambaye yupo anamfurahia au nini, kama vile alivyokuja hadi akawa ananusa shati yake kwamba
yani kemia harufu zake hizo. Kumbuka hii yote ilikuwa ni mipango ya mama na watoto wake, wamemwekea vitu mpaka amekuwa hivyo, anajifeel tumbo linauma na jamba tu. Kesho yake asubuhi akakutana na rafiki yake, yani Johnson akakutana na rafiki yake ambaye ni jana nimemleta yule Jola hapa nyumbani. Unajua mambo alofanya ni mambo gani? Kaanza tu kuchafua hali ya hewa, na kipindi tunakula bonge, kwanza sio muda wa kula, lakini tunakula ameanza kuchafua hali ya hewa. Akamwambia imekuwaje? Akamwambia nimeamua tu niachane naye, sababu namuona simuelewi. Sasa hivi simu zake sipokei. Akamwambia usifanye hivyo. Tutakuja kuona upande wa pili. Huyu mdogo wake Johnson kamfuata, anaanza kumomba hela, kaka mimi nataka 50,000 naye. Akamwambia mna shida, akabidi amtumie mdogo wake sababu alishaahidi ata-enjoy nini chini tutaka atapata, na kweli wana enjoy, but zile hela ambazo wanaomba sio kwamba afanyie mambo ya muhimu, kwamba kama huyu amekuja kwamba anataka aende akafanya registration ya chuo, lakini hapo anaanza kwenda kufanya vitu vingine, yani akaspend money with akakule zile hela na wanawake huko, akakule zile hela na sasa Johnson amekaa hapa anapiga ulabu wake akiwa na mawazo, akaona muhimu mzima, kabidi amfuate mdogo wake juu amadi amsaidie, kwa sababu yeye ndo mwenye nyumba, lakini anaweza akamfuata mdogo wake afanye unajua ile mdogo amfanya ifanye hivyo. Sasa amekuja kwa anakuta mdogo wake anaongea na demu wake ambaye nataka leo nikutoe out, yani tena nikupeleke ukanunue nguo, baada hapo tutoke out. Kuja kushtuka kakake kashafika yuko mlangoni. Kaka akasema yani langu mimi ndo nataka mtoe out mwanamke. Kabidi aise kikao, mwite mama na mdogo wake ambaye mama nimemsikia mwenyewe kwa masikio yangu mawili kwamba anataka mtoe out mwanamke kwenye langu mimi, ambaye ela ameniomba kwamba anataka afanyaje, anataka aende akafanya registration ya chuo. Imekuwaje kwamba yeye mama akamwambia usimgombeze mdogo wako. Alikapita kama hivyo. Huko pia mdogo wake wa kike unyinyi akamfuata, akamwambia yani mimi sijapenda kabisa kaka alivyokufanyia. Akamwambia usijali, yule pia ni mdogo wangu. Akamwambia mimi pia nina shida kaka, unajua kule chuoni madaftari vitabu vinauzwa bei sana, wale ma lecture nani. Akamwambia usijali, mimi ni kaka yako nitakutumia. Akamwambia na pia kaka unajua kuna mwanaume pia amenitongoza tena, ambaye atanipa kila kitu ambacho. Nikamwambia mimi kakaangu anaweza kunipa kila kitu ninachohitaji. Kwa mimi siwezi. Akamwambia najua yote wewe unataka nikuongezee la matumizi. Sawa, nitakuongezea la matumizi haya. Umefurahi sasa? Akamwambia jamani nimefurahi kakaangu kwa sababu kila ninachokuomba unanipatia, wewe ni kaka mama sana. Akamwambia usijali. Akamwambia sawa kaka mkubwa. Akamwambia sasa ndo usome, mimi nafanya hivyo mali usome, mali baadaye uje kupata kazi yako na wewe uishi kwa amani na furaha. Kaka kabaki tu pale anacheka na wadogo zangu. So kuja kuona upande wa pili mama yuko jikoni anapika, lakini na ana smile very, ana smile, unajua ile ana smile, kuna kitu kama anakiingia kwenye simu. Mama ni kashaanza kuingia kwenye mitandao, kwa hiyo ampata sio niseme kama kibenteni sio nini vile. Kwa hiyo kibenteni kinamchatisha yani mama hadi ana enjoy. Akamwambia mama mume wake amefariki muda mrefu sana, kwa hiyo tangu ajipost huko Instagram kuna kaka kibenteni kampenda, kwa hiyo yeye ni kama mshangazi fulani ambaye anamiliki kile kibenteni. Kuja kushtuka mboga imeungua. Jamani niko busy na chat na huyu kaka hadi nimeunguza mboga. Akazima jiko, kabidi aendelee tu kuchat naye. Unajua tena alimiss mambo muda mrefu sana. Asubuhi huyu Johnson anashtuka. Imekwaje, mbona kuna watu tu wananikumbatia. Mama anamwambia huyu nimekuletea mke wako, achana na kina Jola. Akamwambia mama yani umeletea huyu mke wangu, hebu naomba tuongee pembeni kwanza. Akamwambia mama imekwaje, ametoka wapi? Akamwambia ametoka kijijini. Akamwambia mama hivi kweli umejifikiria kwamba muda wote ulokaa yani uniletee mimi mwanamke kama huyu au ndo sababu yenyewe kumfanya Jola aondoke? Akamwambia hamna, mimi sio sababu, lakini nimeamua tu nikutafutia mwanamke ambaye anafaa. Huyu unajua anaweza kupika, anaweza kufanya usafi ndani. Unaona leo tu amefika leo tu, lakini angalia nyumba ilivyokuwa safi, angalia alivyokupikia chakula asubuhi. Kwa hiyo siwaze mwanangu, huyu mwanamke anafaa sana.
Akaambia mama, mimi siwezi kabisa, yani hiyo ni ngumu sana, na kuheshimu, lakini nakupa wiki moja tu. Akifanya kitu chochote ambacho ni tofauti na mimi namfukuza. Akaambia sawa. Ikabidi tu mama mwite sasa yule mdada anaitwa Melody. Akaambia Melody, njoo hapa sasa na mimi uniletee chakula changu, uniletee hiyo chai yangu. Ikabidi tu mama mwite mwanae Johnson. Ambaye kuja tu bwana kula, usio na shida. Kuja huku mama ameshameza kula na mwanae, ikabidi alete vyombo jikoni. Akaambia wewe umefunzwa mambo ya hapa kwa nini unabidi uje kila muda unavyoandaa chakula unakuja kuangalia watu wamemaliza au hawajamaliza, imadi ujue unaondoa sangapi? Akaambia samani mama, afu nakwambia mimi hapa ndo na sheria kufa kila kitu. Pia ukimaliza hapo kuosha vyombo, bandika maharage, ukishabandika maharage ukafagie uwanja. Akaambia mama, ndo kazi hizo utakwambia, najua unapenda kazi kama punda, nikirudi nitakupa kazi nyingine. Akaambia sawa mama. Ikabidi Melody abaki zake pale, aendelee kufanya usafi taratibu mwenyewe kama alivyoagizwa. So kuja kuona upande pili, siku nyingine mdogo wake Mr. Johnson, Onyinyi yule wa kike, baada ya Mr. Johnson kutoka kazini, akamkuta mamake hapo yupo busy anachagua nguo. Ambaye unaona hizi vitu ni 700 naira. Naira 7,000. Mama, inakuwaje hivyo? Mbona vitu ni bei sana? Mbona siwezi kulipa? Mbevi, mwanangu, umeshindwa? Yani mimi ndo mwanamke nilokuzaa, mimi ndo mwanamke nilokulea mpaka ukafikia hapo. Unashindwa mimi kunifanyia hivyo? Unashindwa kunifanyia? Akaambia mama, hiyo ni bei sana, unajua mama, usinifanyie hivyo, hata kama ndio na hela, lakini usinifanyie hivyo. Nimekutoka kukupa shilingi ngapi tu kabla huja kuniomba hii hela ya haya magauni. Akaambia, akaanza kulia mama, sio unajua tena, yani mimi nimekufanyia kila kitu mwanangu, yani nimekulea, kwa hiyo mimi nianze kukudai hela zangu nilizokulea? Akaambia mama, basi nitalipa. Mama anaanza hadi kulia, basi nitalipa. Ambaye nipe account number. Akaambia wewe nitumie tu kwangu, kwa sababu mimi kwangu hatutaka nini kutumiwa na hela kutolea. Akasema basi ambaye mama nitumie tu. Akaambia haya, nishatuma sasa, umelizika? Akaambia asante. Kabidi afurahi wewe. Anambia siamini, mwanangu kanitumia. Haya sasa niende nikamtumia kile kibenteni changu. Manake aliniomba hela, nilikuwa sina hela, nilikuwa sielewi nifanye nini mpaka nipate hiyo hela. Mama akaingia chumbani, anaongea sana huyo na huyo kibenteni. Unajua nini? Nimechukua mifuko, nimeweka nguo. Mawazo yake yote anafikiri nguo ni mpya. Nguo ni za zamani kabisa, yani ila tu nguo sizivai, lakini nimenunua muda tu. Akawa anashtuka, anasikia kama kuna mtu. Ambaye nani uko wapi? Akamwambia Melody. Ambaye vipi? Ulikuwa wapi? Akamwambia nilikuwa bafuni kwako na kufanyia usafi. Nani alokufanyia? Nani alokufanyia? Afu nilishakwambia hawezi kufanya kazi mpaka mimi nikwambie. Ambaye basi mama samahani. Akamwambia toka chumbani kwa mwana sasa kabisa hata kuona. Akamwambia basi mama nisamee, sababu tu niliona choo kipo kichafu. Ambaye hapo bavu nyingine bwana. Ndio hivyo tu tena. Kabidi mama aendelee aongee na kibenteni chake. Anamwambia uswazi bwana, alikuwa tu niyo mfanya kazi. Kuja huko amkuta shemeji yake, yani ametoka kuoga. Ambaye vipi? Ambaye samahani, nilikuwa nimeingia moja kwa moja bila kupiga hodi, nimekuja kufanya usafi. Akamwambia amna uswazi. Weka hapo pembeni kwanza tuongee. Yeye akamwambia naomba unisogelee tu, usiogope. Akamwambia unajua nini, na nipe tu hata kidogo. Akasema nini? Wewe mimi siwezi. Kabidi Melody akimbie. Akasema bwana. So kuja kuona upande pili, Mr. Johnson kakutana na yule rafiki yake. Ambaye ni rafiki yangu, nimeletea mwanamke wa kijijini, mimi hata sielewi. Mama kanambia ndo ni moyo huyo mwanamke, yeye simuelewi alivyo tu, yani na muaji vile. Afu unajua mimi sio mwanaume wa kupenda, yani ni mzuri lakini
siwezi. Akaambia najua, lakini nachokushauri unaweza ukambadilisha ukamweka design unaotaka wewe. Akaambia hivi kweli inaweza katokea hivyo? Akaambia hivi, unaweza ukambadilisha na ukamweka unavyo feel wewe, yani umweke unavyotaka. Akaambia nitajaribu kwa sababu umenishauri, wewe ni rafiki yangu, nitakusikiliza tu. Akaambia fanya hivyo. Akaambia vipi kuhusu hiyo gari basi? Akaambia sina hela sasa hivi, kipindi hiki na mambo mengi, unajua nina familia sasa hivi, inabidi nalipie chuo, sio yani mambo mengi. So kuja kuona upande pili, Onyenye naye yani amekuwa sio mtu wa kumheshimu wifi yake, yani anamfanya sasa kama mfanyakazi. Yani huyu bado hajawa wifi ila lakini ameletwa ni mke wa Mr. Johnson. Akaa anaongea hapo na marafiki zake, yani jamani, nimesikia unataka ufanye graduation. Jamani, mimi nitashughulikia kila kitu. Yani anavyosema hivyo, yani kama yeye ndo anamiliki hizo hela, yani zote ni za kwake. Ambe usiwaze, mimi nataka ni show off, yani watu wajue mimi kwamba nina hela. Kwa hiyo so, Melody yupo pale anasikiza. So anasema huyu vipi? Akati hapo yani anamdanganya kabisa kama anaenda chuo kama hivyo, anabaki nyumbani, yani ada tu inaenda bure hivyo. Naambia nimekwambia safisha hapo, mimi nimekuta muda wote mpaka sasa hivi. Naambia safisha, yani wewe kazi yako ni ya kusafisha hapa. Yani wewe umekuja kwenye nyumba, wewe unataka kurudi kwa kwenu kijijini, wewe bora ukae kwenye nyumba uendelee tu kufanya usafi. Hasa mimi mtu kama mimi siwezi kusafisha, naomba pia unisafishe kwenye mapaja yangu. Akaambia wewe unasafisha na ufagio? Safisha na mkono, au unataka nikwambie ulambe na ulimi? Safisha na mkono. Safisha huu mwili wa dhahabu kabisa, unalotea uheshimu. Wewe ni mtu aina gani? Yani Melody anasafisha huku tena anatupa, yani anasafisha huku tena huku anatupa uchafu mwingine, yani anafanya makusudi, yani kama ile kufanyaje kumkomoa Melody tena za shida. Jioni yake kipindi Johnson amekaa hapo anaangalia zake maonyesho ya design. Sasa huko akawa Melody yupo pale sitting room semea kule chakula, anageza. Akaambia hivi, Melody vipi unafanyaje hapo? Melody akakimbia. Kama nimekuuliza sijakwambia ukimbie. Akaambia vipi, mbona unafanya nini? Akaambia hivi, amna, yani napendaga tu kuangalia hizo, yani wadada wanapotembea hizo fashion, kwa hiyo napenda tu kwa sababu nataka nijifunze, kwa hivyo nisiwe mtu mshamba, kwa sababu watu wanakuwa yani wananiona kama mimi ni mtu ajabu. Akaambia kwa hiyo una uhakika unataka ubadilike kabisa? Akaambia yani naweza nikabadilika kwa sababu napenda. Akaambia njoke hapa basi, njoka hapa kwa tuongee. Akaambia hivi kweli? Akaambia kabidi asogea hadi pale kwenye kocha. Akaambia vipi, ushai kusoma? Akaambia nimeaya. Akaambia hivi, kwa hiyo mimi napenda mwanamke ambaye yupo ana struggle, anafanya kazi, yani hivyo. Akaambia hivi, sawa, ila mimi nitakusimamia kwenye hivyo vitu ambavyo nataka kujifundisha, nitakupa kitabu cha Kiingereza utakuwa unasoma hivyo, si unajua kusoma? Akaambia ndio. Akamwambia hamna shida. Basi tunakuja kuona kupanda pili, mama bado anaendelea kubebika na mpenzi wake jikoni. Binti yake akamshtukia, akamwambia mama, yani wewe umloko huu unafanya vitu kama hivyo? Kushtuka anakuja kuona love bite kwenye shingo ya mama. Akamwambia mama, una love bite? Akaambia hivi, hamna, hii ni nyuki tu kaning'ata. Akaambia hivi, mama, mimi sio mtoto, yani mimi sio mtoto kabisa, naomba uniambie ukweli, yani hapo imetokeaje? Akaambia acha ujinga, hebu acha fanya kazi yako. Na wewe vipi, uko chuoni unaenda? Mbona wewe mpaka sasa hivi graduate? Akaambia mama, na graduate? Acha nita graduate hivi karibuni. Akaambia hivi, ndo graduate mwaka huu. Mara akatokea Mr. Johnson. Kufika pale Mr. Johnson ambaye hivi, nani ana graduate? Huyu mwaka huu. Haya, tutaona. Nataka nione, yani na tangu aanze kusoma ajaye kunitumia mimi matokeo yake. Akaambia hivi, nitakutumia email ya chuo utakuwa unaangalia. Akaambia hivi, ndio hivyo. Akaambia vipi mama, mbona nao umeshikilia shingo? Akaambia nimelala vibaya tu, shingo inauma. Akaambia hivi,
mbona magodoro ya sasa hivi hapo soft tu, unakoje wewe ukaumwa shingo? Akamwambia wewe naye umeona mpaka Johnson apange tusikia unaongea tu unamuone makalio yake. Ikabidi mama aendelee kujiangalia sasa. Huyu ananipea love bite. Akamwambia mama wakati nilimwambia asiningate sana, angalia huku kote yani. Nimwambia ni ngate kidogo hivyo. So kuja kuona Mr. Johnson amerudi chupani kwake, akawa amemwita Melody. Akamwambia karibu. Akamwambia nimekuja. Akamwambia vipi kazi zako ushamaliza? Akamwambia uliniambia unataka vitabu, si ndio? Akamwambia nataka hivyo hapo vitabu vya English ukasome sasa. Akamwambia mimi thank you sana. Yani asante, napenda sana kujua Kiingereza vizuri. Akamwambia kwa usijali kusio. Pia ukiona chochote kile hujakielewa niite, nitakuelekeza au njoo nitakuelekeza. Akamwambia daddy kweli? Akamwambia nafurahi, nimefurahi sana. Ikabidi aanze kupiga makelele. Sasa Johnson anacheka. Akamwambia jamani, tunakuja kuona baada ya miezi miwili baadaye Johnson ametokea kumpenda sana Melody, alimbadilisha akamfundisha. Yani sasa hapo anamwambia rafiki, yani Melody amebadilika sana, yani hata hajamaliza kuongea sana Melody akatokea pale. Akamwambia umeona huyu ndo Melody, maki tangu nianze kukwambia kuhusu Melody sija kuonyesha huyu ndo Melody. Akamwambia wow, kweli ni mzuri. Akamwambia haya, nice to meet you. Akamwambia asante. Akamwambia mimi sibi niende nikaandalie chakula. Akamwambia sawa shem. Kabidi aingie jikoni. Akamwambia wewe kweli huyu ndio uloniambia yule ambaye ametokea kijijini? Akamwambia umembadilisha sana, yani umembadilisha. Akamwambia hivi karibuni tu naenda kumuoa. Akamwambia mimi ndio nitakuwa best man wako, yani lazima niwe best man yani kwenye hiyo harusi. Kweli Mr. Johnson anataka kuchelewesha. Kesho yake tu ikabidi aanze process za kupeleka posa. Unajua wenzetu wakipeleka posa ndio hapo mambo yote yanaisha. Kweli familia zikaenda pale zikakutana. Akamwambia yani nimefurahi sana mke wangu, lakini ndoa ni kitu kikubwa sana. Usijaribu kuja kuwahi kumuumiza mwanetu. Yani usijaribu kabisa. Fanya mambo yote usimuumize mwanetu. Tumekukabidhi, tumekupa mwanetu, kwa hiyo nenda kaishi naye kwa amani. Akamwambia mama, nenda kamuite binti yetu aje hapa tuambie sasa mume wake ni yupi. Tufanye matambiko yetu ya kimila, aondoke na mume wake. Kweli mama akatoka zake pale akaenda kumuita Melody. Melody kaja huko. Sasa baba anajisifia tayari. Yani hapa mimi na utajiri. Umeona huyo mwanamke yani ni mzuri. Yani ana mwanamke mzuri kabisa. Akaambia kweli yani hapa sisi kijiji kizima mna mwanamke mzuri. Kweli kafika pale Melody anaona aibu, unajua tena siku ya harusi yani hamna mtoto ambaye siku ya harusi atakuwa yani lazima utaona aibu kidogo. Hivyo akaambia sasa tunataka tukupe kinywaji hapa ukatuonyeshe sasa yupi sasa mkwe wetu ambaye wewe unataka wewe mume wako. Sio unanielewa? Kweli pale wakati sijui ni maziwa yale sijui ni nini, mimi sielewagi kusema kweli, ila yanaonekana kama ni maziwa. Kabidi ampe mwanae. Akamwambia mwanangu, aya yafunike hivi, naenda taratibu ukampe mkwe wangu, nionyeshe mkwe wangu ni yupi. Hapo akawa anaenda taratibu na vinyimbo wenyewe vya asili wanavyoimba hapo wanavijua. Akafika hadi kwa Mr. Johnson. Kufika pale akapiga magoti na kumpa mume wake. Hapo yani kimila zao yani ni kwamba hapo ndo washaoana, yani hiyo ndo ndoa tayari. Umeona? Baada ya kunywa inabidi pia atoe hela, atie kwenye ile glasi apelekewe baba. Kama hivyo taratibu na wanaenda kuchukua baraka kwa baba. Mbebe ndoa ishapita. Baba pale akaapa baraka, akawabariki, mwende mkazae, mkabariki, mkaijaze dunia, mkae watu wenye furaha na upendo siku zote. Mama amekaa pale kama mtu yani kumbe ana mambo yake makubwa tu.
Kuja huku ndo honeymoon imepamba moto nyumbani. Ambaye yani vipi umeenjoy? Akamwambia yani wewe sikutegemea yani una mambo hivyo makubwa. Akamwambia wewe acha tu, bado nenda chooni afu rudi tena tuendelee na style zingine hapa. Akamwambia wewe utanivunja mgongo. Akamwambia vipi mgongo? Hapa bado paka honeymoon yetu iishe. Akamwambia sawa, subiri niende kwanza chooni. Kabla ya chooni ukaa kidogo, Melody anashangaa mlango unagonga. Mimi ni nani huyu sasa? Melody akaenda upesi na kwenda kuangalia anamkuta ni Onyinyi. Anaingia upesi anamwambia vipi una shida gani? Akaambia vipi haya muda wote umekaa kwenye hiki chumba, nyumba yote hii ni chafu, nani akufanyia usafi? Akaanza kucheka Melody. Akaambia wewe kwani umesikia mimi kwamba ni mfanyakazi wenu ndani? Akaambia unaongea na mimi hivyo au unaongea na mtu mwingine? Akaambia kwani hapo nyuma kuna mtu mwingine? Naongea na wewe, hebu toka. Mimi siwezi kuja kufanya usafi huko, nachi na mume wangu. Kweli Melody akaingia zake ndani mwenyewe, anajiandaa kwa ajili. Akaambia Melody huyo, akamwambia yani hapa nipo kwa ajili yako tu mpaka nimuonyeshe. Kesho yake Mike Johnson aliomba Zaria wapi kazini. Ikabidi abaki na mke wake, wanaenjoy sebleni mwenyewe hapo, wanaangalia movie, liwazana nini, washikana nywele. Unajua tena mapenzi mapya, ndoa mpya tena hivyo. Mama anashuka hapo, anambia vipi? Akabidi amfukuze hapo Melody. Unajua mama anajua bado Melody ni mdhaifu kama zamani. Akamwambia mama vipi, mbona mke wangu umemtoa hivyo? Akamwambia aniache kwanza niongee na wewe mwanangu. Akamwambia mama, unataka ununue viatu wakati una viatu vingi ndani vile? Jamani mama, bora hiyo hela si bora ungefungua duka ukaongeza mtaji uko una hela zako mwenyewe. Akamwambia hebu wewe haya ya kuhusu wewe umeolewa, haya mambo mengine ya kuhusu kabisa huko ndani. Akamwambia sawa. Akamwambia vipi mke wangu, wewe unashauri nini? Akamwambia mimi nashauri tu mama afungue biashara, maana hiyo hela ambayo anaitaka kununua hivyo viatu ni hela ndefu sana, angefungua biashara ingeenda vizuri tu. Akamwambia kwa hiyo mwanangu unataka umsikilize huyo mwanamke Akamwambia mama, kweli mimi nasema lazima yani ukifanya biashara unaingiza hela kubwa sana. Hata hiyo hela ambayo hapo unaomba itakuwa nyingi zaidi na utaweza kwenda kununua viatu. Akamwambia kwa hiyo sasa hivi unataka unipangie mbele ya mwanangu Akamwambia mama, nitakupa hiyo hela, lakini hiyo hela ukienda kufanyia biashara. Kama bila sio biashara ukaenda kununua tu viatu, sikupi hiyo hela. Akamwambia yani mimi mama yako unaanza kumsikiliza huyu mwanamke wako ambaye umemuoa tu juzi? Akamwambia mama, wewe ndio ni mama yangu na wewe ndio umenilea, lakini hivi vitu unavyofanya sivyo. One day mimi nitakuja sina hela, wewe nani atakuwa anakuangalia? Siwezi kabisa. Ambavyo haya, kama umeamua kutonipa hela sawa, wewe endelea kumsikiliza mke wako. Mama akakasirika, akapanic, akaondoka pale upesi. Wapendana wakati wanacheka, mbebe achana nayo atakuwa tu sawa. Kuja kupenda pili, walikuwa wamepanga njama kwamba waje kuiba vitu vya Mr. Johnson, afu baadaye ije ionekane kama Melody mke wake ndo amefanya hizo mambo. Kuja huku Melody zake kwa taratibu mwenyewe anafanya tu usafi jikoni, anapanga vitu. Unajua mwanamke jiko taratibu. Akamwambia Melody sogea hapa. Melody akasema vipi, kwani mama mimi nimemkosea nini? Ikabidi tu asogee. Ambe mama nakusikiliza. Akamwambia sasa unaonekana umeanza kuota mabawa, si ndio? Umesahau sheria za ndani nilizokupa. Nilikwambia ukifanya chochote ambacho tofauti na mimi utaondoka kwenye hii nyumba. Akamwambia mama, kivipi, mbona sikuelewi? Akamwambia kwa nini unataka kujimilikisha wewe kila kitu hapo? Kwa nini unataka kujimilikisha? Akamwambia mama, mimi sitaki kujimilikisha, lakini huyu ni mume wangu na nina sheria pia za kuongea naye na kumshauri kitu kibaya na kitu kizuri. Kwa
hii ni nyumba mume wangu, kwa hiyo usinitishe kwamba sijui kuondoka sijui nini. Akaambia unacheka? Akaambia sawa, kama unaona hii nyumba ni ya mama yako, sasa tutajua nani atashinda, kwamba wewe au mimi ambaye ni mama yake mzazi nilomzaa. Tuone nani atashinda kwenye, au kisa umeanza kuvaa mawigi ndio umeanza kupata kichwa. Melody wakati amenyamaza, ile sasa nini cha kumjibu? Unajua ile mama mkwe afu anakuletea mambo fulani, unamwambia tu nyamaza, yani bullshit hivyo. So unajua, kwa upande pili huyu jamaa anambia mimi naomba nitalipa hiyo hela, yani aliwakopa marafiki zake hela, anambia mimi naomba nitalipa, subiri kakangu tu akinipa hela mimi nitalipa, kwa msiweze kuhusu hilo. Kuja hapo ikabidi Melody aje ambive, vipi mbona haujanifanyia usafi ndani? Ambive wewe unaongeaje na mimi hivyo? Mimi tayari nishakuwa shemeji yako, ni mke wa kaka yako, kwa hiyo unabidi uniheshimu. Ambe unaongea na nani? Akaambia kwani hapa nipo nimesimama na nani? Naongea na wewe, kwa hiyo kuwa na heshima. Akaambia yaani wewe sasa hivi kisa umeanza hivyo kubadilika nini ndo najikuta. Akaambia wewe yaani usijaribu kufanya hivyo. Akampia teke la kwa babu. Jamani, tunajua teke la kwa babu linavyouma. Akaambia ni kuone kuwa na adabu na mimi, mjinga wewe, mimi ni shemeji yako. Ikabidi amwache hapo aende zake jikoni. Anambia Melody, unajua umeniumiza. Unajua umeniumiza, haya madude yanavyouma tunaelewa. Melody akamwambia mpumbavu tu. Melody kaenda kaandaa zake chakula cha mume wake na yeye. Anambia mke wangu, vipi mbona sijaona saa zangu sehemu yote ile? Akaambia mimi sijui mwenzangu kuhusu saa, kwani siku zote si unaziweka pale pale kwenye drawer? Akaambia akaambia sasa sijajua. Ambia haya mwanangu, nimekuja kwa ajili ya hela ya kununua vitu vya jikoni. Akaambia vitu vya jikoni wakati vipo? Ikabidi tu mama apuzia, amekuja huku shemeji mtu anataka atoke house. Ambia subiri, unaenda wapi? Akaambia wewe inakuhusu nini? Mimi natoka tu na mume wangu. Mume wake kashuka. Ambia vipi mtu unatoka? Akaambia mimi sioni saa na siwezi kutoka, mimi siwezi kuvaa saa. Akaambia kwani siku zote unaziwekaga hapa shambani kwangu? Akaambia nenda kaangalie vizuri bwana. Akaambia kuna nini? Mbona kama kuna ugomvi hapa? Akaambia natafuta saa zangu naikaga kwenye dressing table pale chumbani kwangu. Akaambia nani anaweza kaiba bwana saa? Zile saa zina bei, lakini nani anaweza kaiba? Mnenda tu unaenda kaangalia. Akaambia mama, kwa nini unasema kwamba mimi ndo nimeiba? Mama amesema kwamba ameiba nani? Melody. Mama akasema mimi siwezi kuiba mama, yaani mimi nachukuaje vitu vya mume wangu? Akaambia amna, mimi siwezi kuiba. Ambia njoo ni search kila sehemu. Kitu cha kwanza tu akaenda kusearch kwenye pochi ya nani, ya wifi yake. Kufika kule akaambia nimeziona. Jamani wewe mbona umwizi hivyo? Kwa hiyo utaka uende ukaziuze saa za kakaangu? Akaambia amna mume wangu, naomba unisamee, mimi sijataka kuziuza kabisa hizi saa, na sijui nani alionekea hizi pochi. Akaambia umenidanganya mke wangu, umenidanganya. Akaambia mimi sidanganyi. Akaambia mnyamaza hapa, unaniita mimi ni mwizi? Akaambia kwa hiyo nianze kuongea? Akaambia mimi ni mwizi? Haya wewe hapo ambaye unaiba, unaomba hela za kakako za ada na kwenda kununua mawigi na kuwasponsor watu, na ada ulipi na usome, inakuaje? Mama akashtuka. Wewe onyene auendi chuo? Akaambia yani akana kigumiza, elewi kwamba aseme anaenda au aendi. Akaambia na wewe mama usitaki kabisa na kuja kwako. Na wewe mama ambaye unaomba hela za kununua nguo na viatu, kumbe unamtumia kibenteni ambao kipo huko Ghana. Vipi? Alafu unaniambia mimi ni muongo, mnaniambia mimi ni mwizi, wakati nyie ndio uwezo wakubwa mnamwibia mume wangu, mnachukua hela kwa mume wangu. Na mabevi
Melody, haya imeisha, naomba toka mndani na uende ukapaki vitu vyangu. Akaambia hivi, mume wangu, mimi sijafanya kitu chochote. Hawa wote walokopo hapa sio watu wa kuamini kabisa, sio watu kuamini, sababu ni watu ambao wanakunini sana, wanakunyonya kabisa, wanakunyonya. Yani hawa wote sio watu. Unakumbuka hiyo siku ambayo ulienda bana kwanza kumwaga hela? Ile siku mdogo wako alikuwekea, huyu wa kiume alikuwekea madawa kulevya. Kwa hiyo yani kwao kabidi wote waanze kujitetea sasa. Hapana, yani huyu muongo, na kitu chochote atachokukupa atachokutumia kwamba ni ushahidi ni uongo. Naomba ufute tu mwanangu. Huyu analotea ambevi, kaka huyu simamini kabisa. Ambevi, nipeni saa zangu sasa. Mimi unajua nimechanganyikiwa nyie watu mundani. Hata tele nifanyaje? Kabidi mama subiri mimi nende zangu nikwanye maji. Kweli Melody kaingia zake ndani, kaenda kutafuta zake mizigo yake ilipo, imadi safari na mziki. Mr. Johnson akaingia zake ndani, akamwambia, wewe mbona uendi shule? Kaka anakupa ada yote, kila siku unadai hela hapa za matumizi. Kwa nini uendi chuo? Nani Mr. Johnson alivyoingia ndani anakuta kuna baadhi ya picha au yani ushahidi Melody amemwekea kwenye bahasha kwamba akiingia chumbani atavikuta. Na kweli kaingia akakuta vitu ambavyo walikuwa nafanya, yani familia yake ilikuwa nafanya. Kumbe siku zote hizo Melody alikuwa anatafuta, yani yupo hapo, lakini alikuwa anaangalia ushahidi ni kitu gani ataweza watu kwa nini kwa kumwaminisha Johnson ni kitu anavyofanya ni vya ovyo, aache kwa papa hela yani zile za ovyo ovyo. Melody Johnson akisema nimefanya vibaya sana, yani vibaya sana. Ikabidi hadi voice note afungue zile alizomtumia Melody kwamba aliwachukua, kumbe video aliwachukua sauti, wanasema kwamba tunabidi huyu tumuondoe kama tulivyomuondoa Jola. Kama mnamkumbuka Jola, ule mpenzi wake mara kwanza alomleta hapa, alisikana akaja tu yeye akatushika masikio, yani akajiona yeye ndo akafanya kila kitu. Kwa hiyo tufanye mpango paka afanyaje, kaka amuondoe ndani. Kweli mpango wao kadiri kama hivyo. Akaamua apige sasa chuo, maki amemboa mdogo wake asome, ada tu ana sponsor watu ananunua mawigi. Akamwambia, samahani, mimi ni Onyinye sponsor ambaye namsimamia kulipa ada na kila kitu. Ambaye nataka nijue kwamba anaingia kwenye vipindi kweli na anakuja chuo. Yaani nataka nijue nini yake kabisa. Akamwambia, hamna shida. Ikabidi asubiri huku upande wa pili. Ambaye wewe hebu acha kutafuna kama mbuzi hapa. Hebu naomba mniambie ukweli. Kwa nini amejua hivi kila kitu? Akamwambia, yule ni snake. Ndio ni snake, lakini hadanganyi. Hamna hata kimoja hapa alichodanganya. Nyie wote mnafanya vitu vya kipumbavu hapa. Akamwambia, mama na wewe umetoka na kijana kidogo wa huko Ghana. Akamwambia, nyamaza wewe, kuwa na adabu, mimi ni mama yako. Yaani hata kama ni vipi mimi ni mama yako. Kwa kuwa na adabu. Ndio upande wa pili Johnson akaita familia yake yote kesho yake. Akamwambia, mimi kwa saidia kwangu kote nimefanya kila kitu juu yenu. Mnafanya vitu vya ajabu hivyo. Nimeshapata ushahidi kila kitu. Ambaye kaka tusamee. Kabidi hadi mama naye anze tu kuomba msamaha. Akamwambia, hapana, siwezi kusamehe. Yaani mmenifanya nimemuondoa mtu ambaye ni wa muhimu sana kwangu. Kisa nyie, yaani vitu mnavyofanya amridhiki. Nimewafanyia kila kitu. Nimewafanyia vitu vingapi? Nimewafanyia vitu vingapi? Ikabidi tu awatoe mule ndani. Ambaye mimi siwezi tena kuishi na nyie. Yaani hata kama nyie ni ndugu zangu, lakini nyie ndugu zangu ni nyoka. Ni watu wabaya sana, ni nyoka. Yaani muondoke. Akatoa kweli ndugu zake na kuondoka. Yaani Jose ameamua maamuzi magumu sana, kwa sababu hii ni familia yake na pia ile ni mama yake mzazi kabisa. Lakini pia hata kama familia nayo ilikuwa haimfanyii vizuri, yani haimfanyii vizuri kabisa bwana Johnson, kwa sababu Johnson alikuwa amewapenda ndugu zake, anasaidia kila anachohitaji, afu baadaye anakuja yani wanamgeuka, anafanya vitu ambavyo ni tofauti. Kumbe hadi Jola vile kuondoka, mpenzi wake mara kwanza alikuwa anampenda sana, alikuwa sosi ni wao. Ambavyo mmeona sasa, mmefurahi sasa tumefukuzwa. Akamwambia, nyie hebu nyamazeni wote hapa, tumekosea.
Yani wote hapa tumekosea, so mmoja na so yani so wawili. Kwa hiyo wote tumekosea, kwa hiyo acheni kugombana. Mnataka sasa mfanye nini? Mnataka mfanye nini? Mwanze kugombana barabarani? Aya, gombaneni sasa, mgongo na gari. Gombaneni. Akati wote mmekaa hapa mmefanya mambo ya ajabu. Aya, nani alokusanya hela ambaye sasa hivi naweza kukusaidia? Nani alokusanya hela? Au wewe tu ni mawazo yako ni kuvuta tu bangi, kuvuta bangi? Hela ziko wapi? Haya, taxi mmeoda. Unajua kuna upande pili, baada Mr. Johnson familia yake kuondoka, amekuwa ni mtu ambaye wa stress sana. Anaanza maisha ambayo alikuwa yupo na Melody. Melody alikuwa ni mtu ambaye ni mnyenyekevu sana na mwanamke mwenye heshima, anajali mume wake, yani hivyo. Akawa anajuta tu, ana sasa cha kufanya, alishamfukuza Melody. Yani sijui, ndio maana akaambia ukiwa na hasira usifanye maamuzi, na ukiwa na furaha pia usifanye maamuzi. Kwa hiyo acha furaha ipungue, acha hasira ipungue, ndio ufanye maamuzi. Anakumbuka hadi siku ya mwisho alivyomfukuza, yani hasira zangu hizi. Jamani guys, kweni wapole, hata kama kitu kimetokea, tulia, tafuta ushahidi, alafu ndio ujue nini unafanya. Tunaona kama hapo Mr. Johnson amekuwa ni mtu ambaye wa mawazo. Sasa anawaza aeleze sasa afanye nini. Amekuwa ni mtu sasa wa kunywa pombe tu, yupo tu ndani, hata kazini haendi. Kabidi tu rafiki aje support, ambaye imekwaje Johnson, hebu acha hizo mambo. Imekwaje wewe umekuwa ni mtu wa kunywa pombe? Akati wewe ni mtu ambaye unajielewa, ni mtu ambaye mpambanaji. Hiki kitu kidogo tu kinakusababisha unywe pombe. Johnson ikabidi abaki hapo. Rafiki akaondoa zile chupa zote na kuweka vitu tu vizuri hapo sebene, sababu Johnson alikuwa ana mtu mwingine zaidi ya familia yake na huyu rafiki yake na Melody. Sasa ikabidi tu rafiki ndo awe mtu wa kumwangalia vizuri. Ambaye simama hapo uende ukaoge. Hebu simama hapo. Unanuka tu pombe. Unabidi uende ukaoge uje ule. Hebu simama hapo. Ikabidi aanze tu amnyanyue taratibu, mtu kalewa. Amnyanyue tu na kumpeleka chumbani kwake. Taratibu ambaye hebu acha hiyo. Hebu move on. Achana na mawazo ya familia yako, achana na mawazo mengine yote. Hayo yashatokea. Achana kama ni Melody anaweza kurudi muda wote. So usitake kujipa stress nyingi, usitake kuji nini. Kweli akampeleka ndani. Baada ya kumpeleka ndani, yeye akarudi akamwandalia chakula. Hivyo akamwambia sasa unabidi ule. Yaani unabidi ule kabisa. Usilete mambo yako ya ajabu. Yaani hapa kula ni lazima. Akamwambia unajua sijisikii kula rafiki yangu. Yaani nipo tu na stress. Natamani pia ninywe tu. Unajua siwezi kuamini hawa watu. Nimewaofa kila kitu na wafanyie kila unachokitaka. Lakini sasa hivi wameamua kunilipa hivi. Yaani kweli ni watu ajabu. Akamwambia amna, useme hivyo, hii ndo dunia, unabidi ujifunze kila mtu ana tabia gani. Soko hapo Mungu amekufundisha. Ni familia yako, lakini pia bado imeendelea bado kukufanyia vitu vya ajabu. Kwa hiyo usipanic, wewe mshukuru Mungu kwa sababu bado hujapungukiwa na chochote. Bado una pesa zako, bado una maisha yako tu mazuri. Kwa hiyo naomba tu ule. Yaani hapa nimekuandalia chakula, nataka tu ule. Akamwambia mimi siwezi bwana kula yani. Akamwambia hivi kwa hiyo mimi chakula changu kinanuka, hadi unageuka pembeni. Akamwambia siwezi kula bwana, hebu kula. Akamwambia hivi siwezi kula. Akamwambia hivi mimi usinichanganye kabisa. Hebu yani umetoka kunywa mipombe hiyo mfo mikali afu unaniambia ujisikii kula. Wewe utakuwa ni mtu aina gani? Naomba ule. Kweli akajitahidi akarakala. Siku nyingine kabidi Sarah rafiki tu ajitahidi akamtafute nani? Akamtafute tu Melody. Maana yake imekuwa ni hali ngumu. Jamaa yake hajisikii kula. Yaani ni mtu wa kunywa tu ambaye Melody, naomba tu msamehe rafiki yangu. Kwa sababu alikuwa hajui kipu alichokuwa anafanya au maamuzi aliyofanya ilikuwa ni hasira. Kwa hiyo nakuomba mpe chance nyingine. Nakuomba Melody mpe chance nyingine. Melody akajifikiria pale. Sema tu subiri nione itakuwaje. Wazake mwenyewe pale ametulia. Maana Melody hakuondokaga tena kijijini. Alikuwa kumbe mwenyewe ana vela vyake akaenda kukaa sehemu. Nani Johnson anashuka kuchini na anamkuta
Melody yuko pale. Akamwambia Melody umekuja? Akamwambia asante kwa kuja Melody, unajua nakupenda sana. Akamwambia nimekuja hapa kwa sababu ya rafiki yako ameniomba na sio chochote. Akamwambia naomba tuongee. Akamwambia unataka tu discuss nini? Akati hujai kuniangalia mimi kama mke wako. Akamwambia hapana Melody, haiwezi kutokea tena. Akamwambia yani siwezi kukusamehe kwa sababu tangu umenioa hujai kunifanya mimi kama mke wako. Akamwambia hapana, usifanye hivyo Melody. Kabidi rafiki sana naye aingilie. Akamwambia mpe chance nyingine. Unajua yani alikuwa ajua nini anakifanya. Kwa sasa hivi ameelewa. Mpe muda mwingine, mpe chance nyingine. Akamwambia muda huu sitokuwa tena na familia yangu hapa. Naomba tu unisamehe Melody. Naomba niwe na wewe. Akamwambia hivi ikiwa kwamba sikupendi itakuwaje? Akamwambia hamna, najua unanipenda. Akamwambia kweli nakupenda. Kabidi tu wafanyaje, wakumbatiana, wafurahi pale. Akamwambia unajua nimefurahi sana. Akamwambia nilikuwa siri, yani huyu jamaa anapika hapa lakini siri, yani bora umerudi yani. Akamwambia yule ni rafiki yangu, kumshukuru sana. Akamwambia sawa usijali. Rafiki yake kwa jua akawa ni mtu tu anafurahi, yani anapenda mafanikio ya rafiki yake. Kuja upande pili, Melody amebaki zake nyumbani, anafanya usafi jikoni. Anashangaa mlango unagonga, ambaye nataka nimuone mwanangu. Ambaye mwanao ametoka kidogo. Ambaye sawa nitamsubiria. Bidi tu Melody apite zake na aondoke. Akamwambia asa umefurahi mimi nilifukuzwa hapa, si ndio? Melody kabidi tu arudi. Ambaye sijaelewa, vipi? Kwa nini unaweza kufanyia mtoto kama vile? Wewe ni mtu wa ajabu sana. Sijaelewa. Ambaye wewe ni rahisi sana kuongea, si ndio? Unajua nimesacrifice maisha yangu kivipi? Unajua nimesacrifice maisha yangu kuhusu yule mwanangu. Nimemzaa mimi. Usione kwamba mimi simpendi. Nampenda tu mwanangu. Kabidi hadi aanze kulia. Ambaye usiwaze mama, usilie. Yote yataisha na nani atakusamehe? Johnson atakusamehe. Amerudi pale. Ambaye kwa nini umeingia hapa? Akamwambia mwanangu, nimekuja kukuomba msamaha. Naomba unisamehe mwanangu. Nimefanya vitu vikubwa. Yaani naomba tu unisamehe. Na Onyinyi atarudi tena chuo. Naomba tu unisamehe. Yaani naomba unisamehe. Ikabidi naye Melody ashuke magoti chini amsaidie mke wake kumwombea msamaha. Ambaye mama inuka, usiendelee kujidhalilisha hapo. Wewe unajua ni mtu mzima. Wewe ni mama yake, atakuwa tu amekusamehe, usiwaze kuhusu hiyo. Kabidi Johnson amsikilize mke wake. Movie yetu ikaishia hapo guys. Msisahau kusubscribe, msisahau kucomment, pia kushare, pia kutana na notification ile wa kwanza pale tunapoposti video zetu zozote zile. Nawapenda guys. Shout out to all.